pia, lakini haki katika usawa kuendana na mahitaji watu husika. Huyu atendewe kulingana na mahitaji yake na huyu atendewe kulingana na mahitaji yake. Tumefanya haki, lakini ule usawa unaangaliwa kwa namna ya kuongezea upendo ndani mwake, kwamba huyu ana mahitaji zaidi kuliko huyu na mahitaji ya huyu tofauti na huyu. Kwa kila mtu angaliwe kwa namna yake ili haki itendeje katika maisha ya hawa wawili. Pia kuna haki ya kurekebisha. Kazi ya kurekebisha ni kufanya mtu ambaye amemdhulumu au kumjeruhi mwingine kupata aina fulani ya adhabu au kurudisha kilicholipiwa au kulipa fidia. Haki ya kurekebisha. Tunapoangalia haki kati ya nchi na nchi au kati ya serikali na watu wake, tunaanza kuangalia nini? Tunaweza kuweka wajibu wa watu kuhusika katika kurekebisha mambo haya. Maana katika kurekebisha haki kati ya watu na serikali yao, ama kuhusika kwa namna moja, kwa sababu hii haki inatuzwa kulingana na sisi uchaguzi wetu utakapokuwa kuweka viongozi wetu. Kama hatuwachagui watu kusimamia rasilimali za serikali au za taifa, kuweka watu stahiki na wenye uwezo wa kuweza kuyasimamia, tunaangalia mahitaji yetu pia. Katika kuangalia mahitaji yao, tunaangalia mahitaji yetu na mahitaji ya umma kwa jumla. Au mweka mkutano pale, tunaangalia mahitaji yetu hapa. Pamoja na kwamba kumweka pale kama kiongozi, wajibu wetu wa kuchagua viongozi, lakini viongozi wa kufaa wanaoweza kujalia malengo yetu na mahitaji yetu ya karibu. Pana hapo tutawachagua hawa watasimamia nyenzo za usalama, kusimamia matumizi ya rasilimali za serikali na rasilimali zetu. Ndio hawa watakaosimamia kodi zetu, lakini tukumbuke kama tunadai mahitaji katika maeneo yetu, basi tuna wajibu wa kuyachangia kwa kupitia kodi zetu mbalimbali. Kama yule anayedai mshahara, basi ana wajibu wa kuifanyia kazi. Nasi kama tuna wajibu wa kutendewa haki na mahitaji yetu yatimizike, basi tuna wajibu wa kuweka viongozi wa kufaa na kodi tunazochagua zilipwe ili baadaye zirudishwe katika matumizi na katika huduma mbalimbali tunazohitaji, sio kutegemea mkopo. Msingi wa haki ya ushiriki katika masuala ya umma inaundwa na uwezekano wa mtu yeyote kuhusika katika kufanya maamuzi ambayo yanagusa maslahi yake. Naona kuangalia maslahi ya umma, wale ambao tutahusika nao watakuwa pia kuangalia maslahi yako katika utendaji wako wa kazi na katika maisha. Na tunaambiwa dini kama taasisi zina jukumu la kuleta watu na kulea watu maadili. Maadili huongoza mtu kuleta ustawi wa binadamu na jamii. Maadili huongoza mtu kuleta ustawi wa binadamu na jamii. Na dini kama taasisi zina jukumu la kuleta watu kimaadili katika kutimiza majukumu yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna haja kufanya utafiti tuone ile eneo hili lina madhehebu karibu 5 hapa.
na makanisa karibu 5 karibu hapo, na sehemu nyingine kama hizi ni dini ambazo napaswa kuleta maadili katika utendaji wa kazi wa watu. Hili eneo lina watu wanaotegemeza taifa, linaowajibika kuliko maeneo mengine. Hao ni maonyesho. Hizi dini za kupalilia maadili katika maisha ya watu, na ni maadili pamoja na kufuata sheria, pamoja na kutimiza wajibu wetu. Tuone hawa watu wanaoishi na kutumia hizi nyumba za dini wana maadili au wanawajibika kuliko sehemu nyingine ambayo wana madhehebu machache. Hao ni maonyesho katika maeneo yetu. Kwa hiyo haja ya kufuatilia hao watu wanaofika hapa kwa ajili ya kukusanya maadili ya Mungu kila siku. Hivi ni watu wanaowajibika kuliko wengine.